بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rahma za ziada mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watukufu watazamaji, kama tulivyotangulia huko nyuma kuleta utangulizi kwamba chaneli yetu hii itakuwa ikizungumzia juu ya uumbaji wa Allah tabaraka wa taala, kwamba yeye ndio mwenyewe aliyeumba na havijaja viumbe vyenyewe. Allah anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil, kwamba Allah ni muumba wa kila kitu na yeye juu ya kila kitu ni wakili. Waislamu waumini wa kweli wanajigamba kwamba Mola wao ndio aliyeumba, tena aliyeumba kila kitu na yeye ndio mstahiki wa ibada. Unadhani kwa nini watu wanakimbia kukubali ukweli huu kwamba Allah pekee ndio aliyeumba kila kitu? Wanakimbia kustahiki ibada, wakishagundua kwamba Allah ndio muumbaji wa kila kitu, basi anastahiki sifa na hamdi, kuhimidiwa na kuabudiwa na kusujudiwa. Lakini kwa kuwa wameambiwa viumbe vimejiumba vyenyewe, hakuna muumbaji, hivyo wanaona hawastahiki kwa lolote. Lakini la, Allah ndio muumbaji wa kila kitu. Fakullu ma siwahu makhluqun lah, kila kisichokuwa Allah ni kiumbe kwake Allah tabaraka wa taala. Baada an lam yakun, baada ya kuwa havikupatikana tena. Muhdathun baada adamihi, vimepatikana baada ya kuwa havikuwapo. Fal arshu saqafun makhluqati ila ma tahta thara, arshi rahmani ni sakafu ama paa la viumbe vyote, ila ma tahta thara, mpaka chini ya ardhi hii. Leo hii arshi hatuioni, lakini arshi ipo, ni kiumbe kikubwa sana, kimefunika viumbe vyote. Tutakuja kuelezea arshi. Ila ma tahta thara, mpaka chini ya ardhi, kutoka juu mpaka chini. Wa ma baina dhalika min natiqin, wa ma baina dhalika, na baina ya hivyo viumbe kuna min jamidin, kuna ambavyo si viumbe hai, bimaana havina uhai, ila ni viumbe kama mawe na mfano wake. Wa natiqin, na vingine vinazungumza, yani viumbe hai tena vyenye roho. Faljamii makhluqu, vyote ni viumbe vya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kupitia hii aya na tafsiri hii inaonyesha kwamba kila unachokiona ambacho kiko hai na vile ambavyo hujaviona kwa macho, lakini unathibitisha akili yako kwamba vipo, tena ni viumbe vya Allah tabaraka wa taala, vyote vinanasibishwa na kuegemezwa kwa Allah tabaraka wa taala. Ukishajua ukweli huo, utajua kwamba wewe hukuja bure bure. Kuna sababu iliyokusudiwa wewe kuletwa, nayo tutaifahamu kwamba ni ibada, umwabudu na mkubali Allah tabaraka wa taala. La sivyo itakuwa kinyume, umemkataa na yeye siku ya kiyama atakukataa, atakuingiza katika adhabu ambazo huwezi kuvumilia. Ndugu zangu, tutakuja kuelezea namna ya Allah tabaraka wa taala sasa alivyoanza uumbaji wake, namna alivyofanya uumbaji wake. Hivi alianza kuumba kitu gani, na unadhani ni kwa nini hasa? Fuatana na mimi insha Allah
utakuja kuona ukweli wote, jinsi Mwenyezi Mungu alivyofanya kazi kubwa ya uumbaji. Lakini wanadamu ama viumbe wanakataa ukweli wake na kukataa ibada zake. Sasa tutakuja kueleza namna watu walivyowafundisha kwamba uumbaji si wa Allah, ili wamkatae, ili wasimwabudu. Inawezekana wewe katika wao. Fuatana na mimi insha Allah katika mada inayofuata, namna Allah alivyoanza uumbaji wake.